Ni wangapi baba zenu kule ushago ni wazee kidogo, lakini ile hata mattress yanalalia, na wewe unajua aidha ni yango yako, aidha ni babu yako, aidha ni baba yako, lakini ile mattress yanalalia, wewe ukiweka tu mapua tu mara moja utakuwa na hii inaitwa aje, hii kukohoa wiki mzima, na yeye analala hapo. Na unajua it is not all about kwenda kujifanya hivi ati unainama hivi. No, there are things you need to do. Honoring the old man. Na ukianza kufuata hiyo, I think your life will start to have a new turning point. Amen. Romans 13:7 inasema ya kwamba give honor to whom honor is owed. Another version inasema to whom honor is due. For example, tuseme ndugu ameinuliwa hapa kanisani sana, ameinuliwa ndugu, ama dada ameinuliwa kabisa, alafu akisimama anashika mic hivi anasema praise the Lord katika jina la Yesu, na pepo yote inatulia, watu wanaanza kumanifest, vitu inafanyika, viwete wanatembea. Unaona huyo ndugu wiki 2-3 ataanza kuona wazazi wetu hapa, unaona anaanza wengi hawafanyangi hivyo. Why? Because it is among the lonely roads. A brother called me and told me this. Kama miezi 2-3 imeisha, kaniambia, if you are ever been under any man of God, please go back. Na kubariki. Na akaniambia ni ujumbe amepewa na Mungu akaweze kuambia wale anafikia, ya kwamba kama ile kanisa ulikuanga, aidha ulitoka vizuri ama vibaya, unafaa uende huko ubarikiwe kama wewe, si kama kundi kama wewe. Na hapo ndio nimeanza kuelewa ya kwamba he was trying to show ya kwamba we need to go back in order to show honor, na ndio tuweze kureceive na kupossess what is ours in the spirit. Bwana asifiwe. Wacha tuheshimu hao wazazi. Wacha tuheshimu sana. Na kama unataka kujua hiyo, there is a story which is told by one man of God, Archbishop Duncan Williams, mwenye ako Ghana. Alikuwa anasema the richest the man of God David Oyedero akonayo, he did not receive because he was supposed to receive. He received because he honored the man of God Benson Idahosa. Hata wakati Benson Idahosa anakufa, alimwambia kwamba where I am today, because you are the only son mwenye hajawahi ninyoshea kidole, you will go 20 times ahead. See now, he is among the richest black preachers on the continent. He is among the top richest preachers. Hata wazungu wengine hawamfiki. Why? Because of honor. Nasikia watu wengi wanaomba sana maombi ya kufunga na kung'oa na kuvunja mapepo zote ili wapate pesa. Other things ni kufanya these things tunaangalia ni petty. Honor the servants of God. Bwana asifiwe. Na nataka tuende ingine inaitwa forgiveness. The road, ambia your neighbor, the road less traveled. Forgiveness. Watu ni wangapi ambao ulikwazwa, lakini huku iweka kwa moyo ukaachia? Ni wangapi? Forgiveness imezuia milango ya watu wengi on earth mpaka wamekosa kufika the holy of holies of God. Forgiveness. Because forgiveness inaanza with offense.
Remember, Jesus Christ spoke about offense in the book of Matthew, chapter number 5. Matthew 5. Amesema about offense. Ya kwamba 5:23 and 24. Nasema, so if you are offering your gift at the altar and there, remember that your brother has something against you. Leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Wacha niulize swali hapa na tusidanganye. Ni nani ambaye hana adui na ndugu zake? Usiinue mkono tu. Ni nani ambaye hana uadui na ndugu yake wa kuzaliwa wa damu? Ni nani ambaye hana uadui na ndugu yake wa kuzaliwa wa kiroho? Ni nani? Na Yesu akasema ya kwamba, oh, to the man who brings forth offense, because offenses must come. Kwanza ndio iko na maneno. Mzee wako, mke wako anafanya kosa moja, anafanya makosa mbili. Ndani ya moyo wako kuna kaukuta, unaenda na kijiti, unaandika makosa moja. Unachukua tena unaandika ni mbili. Kwanza wamama ndio wanajuanga kuweka. Halafu anakuambia siku fulani, mwaka 2000 kamili, tarehe fulani, mwezi fulani, saa fulani, na ulikuwa umefanya hivi, ulinifanyia 1 2 3. Offense. Ndio maana tunashauri wazee, please, wacha mama ashinde. Leo alituambia hapa jana, wacha mama ashinde. Wacha mama ashinde. Wacha ashinde. Kesi yoyote ambayo utaenda hata kwa wazee mkae, mama atakushinda. Na halafu hao wazee waende wafanye makosa, waambie mama aanze kutoa malalamishi. Utashindwa. Halafu akitoa hiyo malalamishi anakuuliza, nasema ukweli ama ninadanganya? Yenyewe unasema ni ukweli. Ile sasa utapewa nafasi ya kuongea, utasema nini? Kila kitu imeisha. Offense. And the writer of the book of Proverbs anasema ya kwamba it is harder to win a brother who is offended than winning a city. Imagine kama tu kama hivi tu. I remember when I was staying in Kisumu some years back. One of the ladies akakuja kwa pasiwa hiyo kanisa ambayo tulikuwa tunashiriki, akasema, "Pastor, I have a problem." Na problem niko nayo, mimi nilikuwa nimeolewa nikiwa bikira. Alafu atukukaa sana, tulikaa kama miezi 2 na huyo mzee akaenda. Na sasa tangu aende, it was over 20 years. Ninapata mtu anaenda. Mimi nikamwambia basi, because mimi ni youth, sijui mambo ya ndoa, waje mimi nijitoe kidogo, wewe ushughulikie huyu mama. Akaniambia bana, because of this and this, kaa hapa. Nikakaa. Wakati nilikaa, akaanza hiyo kazi. Mimi kazi yangu ni kusikiza tu, hakuna kuongea. Nikasikiza. Mama akaanza kuelezea, alikuwa mshirika, hiyo siku ndio alipatana na pastor. Akaanza kuelezea. Pastor ndiye akamwambia ya kwamba, now this is what you are supposed to do. Kwa sababu nimekusikiliza na nimejua ya kwamba hii shida yako ni generational. This is what you are supposed to do according to the manual yenye tumepewa ya heaven. Mama akasema, pastor, wacha nikwambie, wewe uelewi. Imagine unakuja kukanzo mtu na mtu anakanzo yenye unamwambia. Kamwambia pastor, wewe uelewi. Sasa ni kwa nini alikuja kufanywa kanzo? The reason is she was offended. Kuna kapo ingine tunajua na my wife ambayo mmoja anashikanga toothpaste, mmoja anafinyia katikati na mwingine anafinyia kule nyuma.
Sasa huyu wa huku nyuma anamuuliza, wewe mbona unafinyaka nini toothpaste hapa katikati? Kwa sababu mara nyingi ninajaribu kuangalia kama ninaweza nunua toothpaste, tunakuta ilisha kitabu. Kumbe mimi nadhani iko. Kwa sababu ukifinya katikati mtu anadhani toothpaste iko. Unajua inajazaka kapumzi hapo katikati. Huyu kwa nyuma yake sukuma hivi, akaona huko mbele imebaki kidogo, nafaa kwenda kununua. Huyo ndugu alituchekesha akasema ya kwamba wao na ndoa yao wanachekeleana. Anakuambia hii ni weakness uko nayo, mbona ufinye katikati? Wanachekeleana. Instead of making things to be an offense, wanaifanya kukuwa fun. Ndio maana one of the teachers aliniambia hivi, wakati tulikuwa in one of the classes ya counseling, akasema ya kwamba marriage is a school of two fools. Bwana kuwa fene. Wewe mtu amujaelewa na yeye. It's a school of two fools, because the wives in marriage will never make it. They will never. Sijamaanisha ati mwende mkwe wajinga kwa ndoa, hapana. Kuna kitu alikuwa anamaanisha, hiyo ukishika umeishika. Kama ulikuwa unakuja saa 3 mremi hiyo time, wacha sasa hivi ukienda unaingia, hakuna mtu anakuuliza, utaanza kupeana details. Nitaenda hapa, hii masaa itakuwa hapa, hii masaa itakuwa hapa, hii masaa itakuwa hapa. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo akasema ya kwamba hii mwili si yako, ni ya mke wako, na ya mke wako ni yako, because wamepewa uwezo wa kuicontrol. Mbona tukue offended? Mbona tukue offended? Why? It is an honor of God. Na si vizuri washirika kanisani tuanze ndugu mmoja kwanza, wacha nikumbuke kesi kile. Ndugu mmoja alikuwa kwa vyombo vizuri hapo, kwa vyombo si hapa. Hiyo story hata si hapa. Akawa kwa vyombo, anacheza keyboard. Bahati mbaya watu wako wamekuja practice. So wimbo inaenda hivi na keyboard inaenda. Sasa kila kitu inagongana. Sister mwenye alikuwa amesimama kwa madhabahu akasema, hiyo keyboard izime. Ndugu mwenye uko hapo, hebu toka hapo mara moja. Kama una roho utoke, ukae huko. Wewe kuja hapa, kaa kwa keyboard. Ndugu aliaibishwa mbele ya madhabahu. Ndugu yeye alinyenyekea, akaenda akakaa hivi, akatulia. Na Mungu na yeye ni nani? By the way wapendo, offense. Mungu na yeye ni nani? Yule mwenye alikuwa anacheza hiyo keyboard sasa, na yeye akaipiga sasa ikaenda nje kabisa. Sasa shida ni mwimbaji ama ni keyboard? Huyu ndugu akaona hapana, hii wimbo wameimba ninaweza icheza, wacha nirudi. Akarudi. Neema ya Mungu ikashuka. Baada ya ibada, huyu ndugu aliona na watu. Wakamwambia, brother, kama ni mimi ningefanya vitu gapi? Ila ningeronga huyu msichana 10 agonge ukuta, ama ningetoka niende na sitarudi tena. Offense. Ndugu yako kufanya anything? It is a true story. I was there. Personally, I was there. Nili witness. It is around 8 years ago. I witnessed. Ingekuwa ni wewe ungefanya nini? Douglas. Ungefanya nini? Umeaibishwa. Kanisa imejaa, ni wakati wa praise and worship, na unaambiwa kama hauna roho. Imagine kama hauna nini? Utoke hapo, ukae hapa, na unatolewa, unakaa hapo, mwingine anawekwa hapo. The brother was not offended. Na akasema, mimi mahali tumetoana na Mungu ni mimi najua. I cannot be offended. Hallelujah. We need to learn. So kama wewe umebeba watu kwa moyo wako, because when you are offended, unaleta kitu inaitwa bitterness in your life. Angalia the book of Hebrews chapter number 12 verse 15. Butu weke hiyo. Inazungumzia about the root of bitterness. Wakati uko offended, bitterness inaanza kugrow in your life, in your soul. Unaanza kukua bitter. Inasema, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitter.
mpaka ikawekewa apostrophes. Root of bitterness springs up and goes trouble. Out of bitterness unaanza kukua na kitu inaitwa hatred. Na hapo ndio sasa unakuta vikundi zinaanza kupangwa, unaanza kusikia mama fulani, mpaka wamama wakianza kuchukiana. Nilisoma kitu kingine kwa, lakini tusifanye kama Wakristo. Nilisoma kitu kingine kwa TikTok I think, ikasema ya kwamba kama mzee unataka kupima DNA ya watoto wako, waje kujisumbua kwenda huko. Tusi jirani ambaye ni rafiki wa mke wako akuambie siri zote. Wewe unaona anapeana advice, anataka watu wakuwe offended in marriage. Mecheka ni kama hivi tumeiona bali. Ati DNA. Hata kwanza ni vizuri ilikatazwa kwa sababu Tanzania about 3 years ago walikuwa karibu waanze kuleta hiyo mashine ya kupima DNA kila family. Unaona kwanza ile hiyo pipeline especially. Wacha niseme ni ukweli, pipeline ni watu wengi ambao wamelea watoto ambao si wao. Lakini wewe ukikuta unalea mtoto ambao si wako, lea hata Yusufu alilea Yesu na hakuwa. Amen. Lakini sio garantia ati uende ulete watoto ndio tumeshindwe. Hallelujah. Amen. Number 3. Waiting. Hapa ndio kazi iko. Ambia jirani yako tena ndio tukumbuke mahali tuko. The road less traveled. Ambia jirani yako, the road less traveled. Waiting. You according to me, naitanga classes in the school of process. Classes in the school of process. Wakati Daudi alipakwa mafuta ili akaweze kuwa, nilikuwa napitia Bible vizuri kwa undani zaidi nikifanya research fulani kuhusiana na hii waiting. Ni watu wangapi walingoja mbele ya Mungu? This man David, wakati aliua Goliath alikuwa na miaka about 15 to 17 years. And he waited for about 15 to 13 years. 13 to 15 years. Ndio akaweza kuwa reinstated to be the king in the nation of Israel. Remember, in the book of Psalms chapter number 50, verse number 1 ukiteremka, David anasema, na nilizaliwa, ni 50 ama ni 51? Nani tunaweza wekewa? Na nilizaliwa na mama yangu kwenye dhambi. Na wasomi wengi wanajaribu kusema ya kwamba the mother of David was a prostitute. Ndio maana akaandika akasema hivyo. Na wakati alizaliwa akiwa kama prostitute, kulingana na wasomi, wakawa wanasema ya kwamba yeye hakuwa anafaa kufanyika kuwa mwana katika ama kuwa mfalme. Lakini ikawa ya kwamba kulikuwa na mapenzi ya Mungu ambayo yalikuwa juu ya familia yake ambayo ni familia ya Juda. After 10 generations ya kwamba the bastard John was to come before the Lord, and David was the first after ile dhambi ambayo huyu jamaa alifanya in the book of Genesis chapter number 38, Juda akiwa na Tamar. 10 generations. Sasa David had to wait for more than 10 years ndio akaweze kufanyika kuwa mfalme. This man ambaye anaitwa Joseph was to wait for 10 years, more than 10 years, sorry, ndio akaweze kufanyika the prime minister. Alingoja. Why? Because they knew a secret. Waiting before the Lord. Umetafuta kazi siku 3, unaenda mbele ya Mungu unamwambia Mungu, hata wewe unajua ya kwamba hata nisipopata hiyo kazi nitaacha huduma yako. Mungu mubimiangi hewa. God lives in eternity. God is not man. Wakati walikuwa in the wilderness for 40 years, he provided. Na by the way, when I was studying closely about the scriptures, wakati uko in the wilderness, lazima uko na chakula. So walikuwa na chakula in the wilderness. God provides. God provides. Wakati uko in the wilderness, unataka kuambia brother yako ya kwamba ninataka nikusupport na business ya 1 million.
Wakati kwa the wilderness, because when they were in the wilderness walikuwa na gold and silver, they were rich. Problem ni hatutaki kuelewa. But lazima distinguish between the spiritual wilderness and the physical wilderness. Waiting before the Lord. Alafu wasichana wengine wanaona wamechelewa. Na miaka ya kuolewa ya Bible ni 60. Soma Bible. Ni 60. Enda usome vizuri the book of 1 Corinthians chapter number 7. Maandiko inasema mwanamke ambaye ni mjane, hapo ukianzia 7 hapo chini, ni mjane aende atafute mzee. Na kama amezeeka hawezi lishwa pamoja na family, mwanamke yeyote asipewe msaada kutoka kwa kanisa kama ako chini ya miaka 60. So kumaanisha miaka ya kuolewa ni ngapi? 60. Ngoja dada. Haleluya. Bwana asifiwe. Wadada hawajiki. Bwana asifiwe. Ngoja. Sio tunaenda kutafuta mtu hapa bora tu anapumua. Ngoja. Kuna dada mwingine hapa Nairobi aliolewa akiwa na 50 years. Some about 7 years ago, 50. Na Mungu akawabariki wakapata watoto. 50. Waiting. Huko unapataka pressure. Unajua kama kwetu huko, hawa ndugu wa kwetu huko wanaweza kuambia, sisi kwetu huko tunawaka mapema. Na mimi nikachelewa kiasi. Nilifinywa kiasi. Lakini when we wait upon the Lord, we get the right results. Amen. Nakuja unakaa mwimbaji, wacha niwaone leo waimbaji kidogo, lakini neema ya Mungu ishuke na mnisamee tukitoka hapa tumalize hiyo story. Ukiwa mwimbaji, kwa mfano mimi nimekuja kwa uimbaji hapa kwenye praise team. Sijui kuimba. Alafu ninasemanga ndani ya moyo wangu, mbona wanipatia hadi maiki niimbe? Kwani wananiona aje? Sijui nini. Ndugu, wait, ngoja kidogo, utengenezwe kidogo, sauti yako ikuwe vizuri, katokea kiwa raundi, uanze kuimba kutoka hapa si kwa mdomo, ndio ukiashika maiki ile siku Mungu atakubali. Anointing inashuka. Why? Because you waited. But watu tuko na maharaka, sijui inaenda wapi. I have studied closely about the great men of God when wametumika na Mungu in the past years. Nilikuja kurealize ya kwamba mtu anaenda for fasting for 15 years. Imagine 15 years. Paka Mungu anamwambia ya kwamba usipoacha nitakuua. 15 years. Mbona tusingoje Mungu? Wapendwa, mbona tusingoje Mungu? Shida tunataka kama shortcuts. Sijui kama kuna manager hapa. Inua mkono juu. Kama kuna manager mahali. Hakuna, acha nigana hiyo sasa hiyo yuko sawa. Kama managers wengi we have heard about stories. Most of the managers ndio waajiri watu. Either ulipe pesa ama wadada mlipe kulingana na vile inafaa ndio uingie kwa wacha hiyo kazi. Mungu ataleta kazi. Wait. Bwana asifiwe. Wait. Ukija kanisani unaona mambo inakusukuma, umeomba Mungu, unaona ni kama alisikii. Wait upon the Lord. Ngoja. Rafiki yangu ambaye ni mchungaji kutoka huko Western Kenya, one day alikuwa ananipigia story akaniambia, "Ndugu, uombe sana." Hiyo time nilikuwa kijana. Akaniambia, "Uombe sana Mungu akusaidie upate mke mzuri." Mimi nilioa mke si eti kwa sababu ni pepo, lakini ni kwa sababu Mungu anataka amtumie kunitengeneza. Lakini mama vile amenisukuma ndugu, mpaka nimenyenyekea. Ndugu aligoja for 30 years ndio mama abadilike. Mzee anaenda kuosha nguo ndio aende kanisani. Hiyo time hapo wa pastor, mama anachukua nguo zote anaweka kwa maji. Mzee inabidi anavaa kinyasa na slippers anaenda kanisani na vest.
Baadaye akakuja akafanyika pasta. Mama akamfa anachoma nguo. Anamwambia utanunua ingine. Mzee anashindwa kumgomba kwa sababu Mungu aliyekutana naye alimwambia ya kwamba kwa sababu ya kiburi yenye iko ndani yako, nitakupatia mama akutengeneze kama chuma. So wazee mko hapa, kama uko na mama mwenye anakushughulikia, vumilia. Kati ya sisi ni vumilia. Halo, vumilia. Na wale wanyamujaoa, aenda mbele ya Mungu. Ndiye akusaidie. Si rahisi. Lakini tena ni tamu. Lakini tena si rahisi. Shida hatutaki kugoja na kusikia Mungu. Bwana asifiwe. Wacha nitoke hiyo karibu. Number 4. Overnight watches. That is another role yenye inapitwa na watu wachache. Overnight watches. The Bible, mostly in the book of Psalms, speaks about the 4 night watches. Then every Christian needs to know. These watches are very essential and very powerful if you grasp them with your hands. And they will help you to understand the programs of God which are hidden in secret. By the way, watu wengi huwa wanafuata utajiri wa kawaida badala. I thank God because of our reverend. Aliniambia one time ya kwamba, young man, do not pursue gold. Tafuta utajiri wa mambo ya roho. Tafuta utajiri wa kiroho. Na hili nisaidia sana. Kwa mara nyingi sio mimi peke yangu. Watu wengi tukienda mbele ya Mungu tunamwambia Mungu, kwanza mashida yetu ndio inatangulia kule mbele. Tunamwambia Mungu unikumbuke sijui nini. Maombi tumepiga, tunaomba, tunaitisha vitu mingi, tumeitisha mpaka utajiri, hata ile ati Mungu nikilala asubuhi nikute pesa kwa meza. Tumeomba maombi mingi. Hiyo yote ni bure. Understand about the secrets of watching overnight. Bwana asifiwe. Sasa wasomea mstari hapa ndio tuende vizuri. Isaiah chapter number 56 verse 10. We need to pray. Na shida watu wengi wakianza maombi, wanaomba wiki moja, wiki mbili, wanalala usingizi. These watchmen are blind. They are all without knowledge. They are all silent dogs. Hebu niwekee amplified version. Israel's watchmen are blind. They are all without knowledge, and they are mute dogs. They cannot bark, panting, lying down. They love to slumber. 12. Watchmen, we are speaking about the prayer warriors and the intercessors. The church needs to embark on a journey of intercessory and prayer. And the dogs are greedy. They never have enough. They are a shepherd. They are shepherds who have no understanding. They have all turned to their own ways, each one to his unlawful gain, without exception. Sasa ukisoma mstari wa 10 sana inazungumzia about the dogs which are made. Isaiah, the man who lived 700 years before Christ, aliangalia akajua ya kwamba the church has dogs zenye zimelala usingizi. Na mbona hakusema kondoo zimelala usingizi, akasema ni dogs zenye zimelala usingizi? Because dogs zinakuwa na tabia yao ya aina yao kivyao. So Christians are all to pray. Christians are all to fast. Christians are supposed to pray overnight. Mchana tunaweza itana hapa tupige maombi, lakini usiku do you pray? Tuko na magroups nyingi za WhatsApp, do we pray? Bwana asifiwe. Do we pray? Unakuta mtu anaingia kwa kitanda,
Anaanza, Mungu Baba, katika jina la Yesu ninajikabidhi mikononi mwako. Anaenda asubuhi ndio anakumbuka, na nilisema amina ama kulienda aje, anakuta ya kwamba ajui kama aliomba hakuomba, because hata Waislamu wanasemaga ya kwamba malaika ambaye ana distribute blessings wanga anaamka saa 10. Ndio maana wanatupigia kelele hiyo masaa. Lakini for you a believer, you know that warfare inaanza saa 6. Are you asleep? Alafu naamka saa 2 sasa ndio unaanza kubaini mapepo. Hiyo haibainiki. Haibainikangi hiyo, haibainikangi. Why? Because hii masaa ya 6, masaa ya hapa asubuhi, we are commanding for mornings. Na wewe unakuja wakati umechelewa. And remember, prayer is not just prayer until you pray. Now, ukielewa the essence of praying at midnight, this is the essential period. Yenye unakuta unapiga dimension mpaka ile ya 3 in prayers. Wacha ni summarize kidogo the 3 dimensions of prayer. Prayer number 1 ni ile unaomba tu, unapiga na Kikuyu, unaongea na Kiswahili. Kama wewe ni Mjaluo, unaanza kupiga hapo, unapiga unasema, Mungu Baba, najikabidhi mikononi mwako. Hiyo ni prayer ya kawaida na imekubalika kwa watu wote. Hiyo ni prayer ya kawaida. Unaomba. Alafu mkiendelea kutoka ndani ya mwili ndio uanze kuingia ndani ndio ukuje kuingia in spirit, because lazima utoke kwa mwili uingie kwa soul in prayer, alafu uingie kwa spirit. Sasa prayer ya pili ndio unaanza kuomba in spirit. No. Prayer you pray in tongues. Hiyo ni ya pili. Unaanza kupiga tongues, zinaanza kurecharge the soul. Sasa mawazo imeanza kutoka huko nje, imeanza kutoka hapo nje, inaanza kurudi, kwa sababu ukianza kuongea na mdomo, ukianza kuomba Baba katika jina la Yesu, unaendelea kukumbuka. Na by the way, wakati nilikuwa job, sijui kama nilifanya 1 2 3. By the way, kama uko kanisani hapo unaongea na Kikuyu, unakumbuka kule nyumbani nilipika chapati 2 na nikaweka ndani ya hotpot na nilifunika kweli, na unaendelea kuomba. Hiyo sasa ukiingia pray in tongues, Mungu anakusaidia, unaanza unazama, na hiyo inakujaga mostly na kuanga effective when you are praying at midnight. Ukitoka hapo sasa unaingia praying in spirit. You are not the one who is praying, but the spirit itself is praying for your sake. Bwana asifiwe. Na hapa ndio unajikuta ya kwamba ukianza kuongea in spirit, hata ukisimamisha mdomo haisimamagi, unaenda ukiendanga. Ndio unajikuta ya kwamba your consistency in prayer umeanza kutoka from 1 hour, 2 hours, 3 hours, umeanza kuingia deeper, hata unaweza omba the whole night. Allah. Bwana asifiwe. Do you pray at midnight? Ask your friend, do you have midnight watches? Do you have me? Hiyo barabara ifuatwaje na wengi? Hata tuulize hapa, ni nani anaomba usiku? Sitaki uinue mkono, hatutaki tukujue, lakini utakuta ni wachache. Because it is a lonely road. 1 Peter 5:8. Bado tukiwa hapo kwa hizo prayers za overnight. Ama the overnight watches, yeah. Be sober, well balanced and self-disciplined. Be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, fiercely hungry, seeking someone to devour. Bwana asifiwe. Na anasema ya kwamba resist the devil and he shall flee from you. How can you resist the devil and you are asleep? How can you resist the devil na unakanya mabrageti mpaka asubuhi? How? Overnight prayers is our only Lord. Hallelujah. Nataka tuingie ingine. Najua ziko mingi lakini nitaachia hapo ndio nikuje kumalizia zingine, ile siku nitapata nafasi by the grace of God. Ingine ni time or the gate of time.
Ama unaweza sema time management. The gate of time. God has distributed time equally to each and every man. But it depends on how each and every man uses his time. The Bible says in the book of Ephesians chapter 5:15-16, tuwekewe hiyo. Mungu amepeana 24 hours to each man. Wewe ukianza kulala 12 to 16 hours a day, by the time unakuja kufika miaka 70 ama 80, utakuja kukuta ya kwamba waste miaka yako kama 20 ama 25 kwa kulala peke yake. Imagine. See then that you may walk cautiously, not as fools, but as wise. 16. Redeeming the time because the days are evil. Wale watu ambao wamezoea kulala masaa mingi, how do you manage your time? Na ndio maana Mungu wakati alifanya distribution of time, na hiyo time mimi naweza kuifananisha na the talents. Wakati Mungu atakuja kuulizia about your time, how you spend it, na vile ulitumia on earth, utampatia nini? Na hata nikiuliza, of course wengi wetu tunalipanga tithes. Do we give God the tithe of time? Na ukipiga hesabu vizuri ikie na mathematics, you are supposed to give God 2 hours 24 minutes. Roughly 2 hours and a half in a day. Hebu niambie, kama ulikuwa umeamka usiku ukaomba masaa mawili, si umeredeem time yako? Upatie Mungu your 10% masaa yako. Haya, tukuje mchana umekuta umesoma neno asubuhi kama 15 minutes. Haya, umemeditate, umefanya nini mchana, wakati wengine wanaenda lunch, wewe unaingia mahali unaanza kuomba hata 30 minutes, jioni uombe hivyo, ukienda kulala uombe. By the end of the day unakuta ya kwamba you have redeemed your time well, ya kwamba ile nini ulikuwa umepewa ile talanta ya masaa umetumika vizuri, na umempatia Mungu your 10% of your time. Mara nyingi tumehubiriwa kuhusiana na 10% of our resources, but we are not thought about spending our time before God. Si huku ni kule mnasikianga, because hapa sasa tunawaambia. Bwana asifiwe. How do you use your time? Unatoka job, ndio maana tunaomba Mungu asaidie sana Bishop. Atusaidie sana kwa hii kanisa ya kwamba watu wakuwe na their own businesses, na hata wakifunga saa moja wanakimbia kanisani kuomba jioni. Mungu asaidie watu wakuwe na their own businesses na wakuwe na makazi zao, hata wakati tunawahitaji kwa asije kama ya jana wanapatikana. How do you spend your time? Mpaka mtu anatoka kwake ati nilienda kusalimia mama na nani. Halafu sasa mnaanza kupanga makosa ya watu. Mnaanza kuongea watu, mnaanza kusema ati niliona yule mtutu shikani na hii familia. Ile masikio sio hii ya hiyo mama. Sijui nini. Mnasema mambo mengi. By the time unakuja kumaliza, unakuja kwako, you are empty na umewaste time. Basi kama huna kitu ya kufanya, si uingie kwako usome Bible na uombe. Na kama umebarikiwa kidogo na wifi na nini na simu, si uweke nini ya kukutia moyo, hizi nyimbo za ku lift your spirit, uende mbele za Mungu, uitishe uso wa Bwana. How do you spend your time? Hatuweza nimeona tu ninyorosha miguu kwenda Ruiru na hakuna kitu unaenda kununua. Surely, how do you spend your time? Hata wengine wanakuja kanisani,
Akimaliza jioni umuuliza wakati ulienda kanisani, what did you gain? Nakwambia nyayo kulihubiriwa lakini tuliona Mungu tu. Haya, kulihubiriwa nini? Hakuna kumaanisha huyu mtu amewaste time kanisani. Ndio maana ningependa hii kitu ikuwe hii kanisa yetu sana. Wakati pastor anasimama labda mulika malengo wetu hapa, anasema ya kwamba Steve, pande hiyo ya nyuma, sema tulisoma nini sasa? Uone ni watu wangapi hapa watakoka mtihani. Uone. Aseme Steve, simama. Tupatie verses mbili ambazo unajua from the book of Proverbs. Usitoke hapo tu peke yake. Uone vile watu watasweti hapa ndani because they are wasting their time on simple useless things. Lakini hapa wacha niulize. Watu wangapi wanajua ni nini tulikia leo hii wiki? Kila mtu atainua mkono juu. Kwa nini? Watu wamespend TikTok, Facebook, hizo zingine zote wako hapo. Most of their time imekuwa wasted kwa social media. Si kwa mambo ya Mungu. The heavenly road is our road. Mungu awabariki.